kwa nini watu wengi wanaabudu na bado level zao za maisha ni zile zile? Kwa nini watu wengi wanafunga maombi? Mtu anafunga maombi, anaingia kanisani, pengine ni kiongozi wa kanisa, lakini level yake ya maisha haibadiliki. Sikiza nikwambie mtu wa Mungu, kama kuna kitu ni hatari ambacho kinaua hatima za watu wengi sana, mimi naongea kwamba kuna watu Mungu amewekeza nguvu za ajabu ndani yao. Kuna watu Mungu amewekeza baraka na vipawa vya ajabu ndani yao, lakini kwa sababu ya mazoea, hata vile ambavyo Mungu ameviwekeza ndani yao hawavipi thamani. Kuna watu ambao Mungu aliwaleta kwenye maisha yako, na pengine ulipoangalia kwa hali ya kawaida, muonekano wao wa nje haukuwa ni muonekano unaoendana na hadhi yako. Sikiza nikwambie, kupitia kusudi la Mungu kutimia kwenye maisha kila mmoja, Mungu anaweza kumtuma kila mtu aje kwenye maisha yako. Pengine yule ambaye Mungu amemtuma aje kwenye maisha yako anaweza kuwa ni mtu ambaye haendani na hadhi yako, lakini huyo ndiye Mungu aliyemtuma. Umewahi kujiuliza wakati nabii Elia anatumwa na Mungu aende kwenye nchi ya Sarepta, wakati nchi yote ilikuwa ina njaa, lakini Mungu akamtuma nabii Elia aende kwenye nchi ya Sarepta, na Mungu akamwambia kuna mwanamke aliyemwandaa kwa ajili ya kumlisha. Ukumbuke yule mama alikuwa hana chakula, yule mama hakuwa na chochote, alikuwa ni mama mjane, alikuwa hana mume, alikuwa yuko yeye na mtoto wake, na Biblia inasema alikuwa anaandaa chakula chake, yuko anaokota kuni akaandaa chakula chake. Biblia inasema ili apike ale na mwanae na mwisho afe. Sasa unajiuliza, hili ni swala la ajabu sana, kwamba Mungu anamtuma nabii Elia, anamwambia nenda kwenye nchi ya Sarepta, nimekuandalia mwanamke huko, ambaye mwanamke huyu sasa atakulisha kwa vipindi vyote mpaka pale ambapo mvua itakuja. Yani Mungu anamtuma nabii Elia aende kwenye nchi ya Sarepta, mahali ambapo yule mwanamke aliyoko kwenye nchi ile ni mwanamke maskini, hana chochote. Lakini Mungu anamtuma nabii Elia, anamwambia nenda kwenye nchi ya Sarepta, kuna mwanamke ambaye nimemwandaa kule kwa ajili ya kukulisha. Jaribu kujifikiria, wakati nabii Elia anafika mahali pale, yule mama anaanza kumwambia mtumishi, sikiza nikwambie, mimi hapa nilipo niko mimi na mtoto wangu, na hapa tunaandaa chakula tupike tule tufe, kwa sababu hakuna chakula kingine. Nabii anamwambia nipikie kwanza mimi nile, nikishakula na kunywa nitakubariki. Biblia inasema baada ya tukio lile, yule mama pipa lake la unga alikupungua, wala chupa lake la mafuta alikupungua. Kwa nini huyu mama alimpokea mtumishi wa Mungu kwenye mazingira magumu? Alimpokea mtumishi wa Mungu kwenye mazingira magumu kwa sababu ndani yake hakukuwemo na mazoea. Watu wengi wamezipoteza baraka na vitu vikubwa ambavyo Mungu aliwapa kwa sababu ya mazoea. Ninapozungumza kwa habari ya mazoea, ni sumu ya hatari sana. Sikiliza nikwambie, kabla uasi haujatokea kwenye level yoyote, kabla uasi haujatokea kwenye sekta yoyote, kabla uadui, kabla mtu hajaanza kuleta uadui kwako, yani kabla ya uharibifu kutokea, cha kwanza kinachoanza kutokea ni kitu kinaitwa mazoea. Na siku zote tabia kubwa ya mazoea inapunguza thamani na heshima ya kitu. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu aliviwekeza kwa watu, kuna vitu ambavyo Mungu aliviwekeza kwa watu. Mwingine unalala usiku unaota ndoto, unaweka mikono kwa watu. Unalala usiku unaota ndoto unafanya biashara. Unalala usiku unaota ndoto pengine uko kwenye nyumba nzuri. Unalala usiku unaota ndoto, baada ya kuamka ile ndoto unaipuuza. Yote hiyo ni kwa sababu ya mazoea. Kwa sababu kuna ndoto uliwahi kuota na hujaona inatokea. Kwa hiyo ndoto uliyoiota sasa unachukulia kuwa ni ya kawaida. Kuna vitu vingi ambavyo tumevipoteza kwenye maisha yetu. Nazungumza na mtu ambaye ameshaota ndoto zaidi ya mara 2 mara 3. Pengine ameshawahi kuota ndoto anafunga ndoa, lakini kile kitu alichokiota sasa hakuchukulia serious. Alikiata akasema nimeota, imebakia kuwa ndoto. Kwa hiyo maisha ya watu wengi sasa 98% yamebaki kuwa ndoto, sio kitu halisi. Yamebaki kuwa ndoto kwamba alishaota sasa. Ingawa watu hawajali